mtazamaji wa Modisha TV, pamoja na mambo mengine, leo tazungumza na mjumbe wa mkutano mkuu wa umoja wa vijana wa mkoa wa Manyara, na yupo kwenye eneo lake la kujidai hapa Ngeju, na amekuja kuboresha taarifa zake kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Nasi tumefika hapa pamoja na mambo mengine kuzungumza na wananchi wengine, lakini pia tumepata WhatsApp pia nayo kukutana naye hapa. Tutawaambia namna ambavyo amejisikia kuja kuboresha taarifa zake hii leo, lakini zaidi tu ni kwamba hii ni kwa mujibu wa taratibu za nchi hii. Kila mwananchi ametakiwa kuja kuboresha taarifa zake hizi, hasa tunapojielekeza ama tunajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika hivi karibuni. Jambo leo habari sasa. Shwari kabisa. Unaendeleaje? Vizuri. Bila shaka uko katika maeneo yako ya kujidai. Kabisa kabisa. Hapa ni wanapaita Ngeju. Hapa wanaita Ngeju. Hivi Ngeju maana yake nini? Ngeju maana yake ni mguu. Kwa maana ya Ngeju ni neno la Kimasai lenye maana ya mguu. Mguu. Ndio. Kwa nini waliita Ngeju? Ni tafsiri ndefu, lakini kifupi maana yake ni Ngeju. Maana yake ni mguu. Ndio. Anazungumzia habari ya Ngeju kama eneo, lakini kwa maana ya jina lenyewe kwa lugha ya Kimasai ni mguu. Sasa kwa nini wameamua kuita mguu eneo? Siku moja tutakuja hapa ili watuambie hicho. Bila shaka leo umekuja kuboresha taarifa zako Ndio. Tuambie siri yake hasa nini? Kwa nini umekuja kufanya hivi? Unajua ndugu mwandishi, katika mazingira ya vijana kupita katika masuala ya kutafuta elimu na shughuli za kazi huko mikoani, tumekuwa tukijiandikisha na kupiga kura kwenye sehemu tunazoishi kule, kwa maana ya kufanyia kazi. Muda mrefu nimekuwa Dodoma, Iringa na Dar es Salaam. Kwa awamu zote nimekuwa nikichagua, nikipigia kura kule, lakini serikali yetu imetoa fursa kwa mara ya pili tena awamu hii kuboresha daftari la wapiga kura. Hivyo nikasema nitumie fursa hii kuja kuboresha taarifa za kwangu binafsi, ili sasa zisome nilipozaliwa. Ulipozaliwa? Kabisa. Ulizaliwa hapa? Mimi nilizaliwa hapa Ngeju. Hapa Ngeju. Hao wote hawa kina Chitundu, kina Maneno, tumekuwa wote hao. Wote mpaka leo na wakubwa kabisa. Tunajua kuboresha ni jambo moja, lakini swala la kuja kushiriki uchaguzi ni jambo la pili. Umejipangaje kushiriki uchaguzi? Maana ya kuja ku-update hizi taarifa ni inapofika Oktoba tuje tumheshimishe Mheshimiwa Rais. Kwa kweli kwa kazi alizozifanya Ngeju inajua, Namelo inajua, Kiteto inajua, Manyara inajua, taifa na dunia nzima inajua kazi alizofanya Mheshimiwa Rais Samia. Mtazamaji, pamoja na mambo mengine, ametumia neno hapa kuheshimisha. Inawezekana na wewe pia unataka kujua kwamba kwa nini anasema kuheshimisha. Kuheshimisha maana yake nini? Kuheshimisha ni kumpa mtu anachostahili. Ndio. Sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mtu mwema sana. Mwema sana. Nadhani hii miti tu inazuia, lakini ukiangalia hapo mbele kuna mnara. Wa nini? Wa mawasiliano. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana hapa. Pamoja na kwamba tumefanya jitihada za mawasiliano kupita ofisi hizi na hizi, lakini najua ni Mheshimiwa Rais ametuendelea hicho kilio. Lakini pia sasa hivi naona kina mama wanapata maji pale. Ni juhudi za Mama Samia. Kwa hiyo kwa kweli tukasema Oktoba nisipigie kura kule ugenini, nipige hapa ili zile kura 300 na point za wilaya ya Kiteto Samia azipate kwa 99.9. Ni kama vile mnataka kulipa fadhila fulani. Naam. Kwa maana ya kama mtu ameonyesha kitu ama amewasaidia, na nyinyi mnataka kuonyesha fadhila kwa kitu ambacho amefanya. Kabisa. Moja umetaja Machi, lakini pia umezungumzia swala la mnara. Kabisa. Ulikuwa na shida gani ya kukosekana kwa mnara? Hapa hali ilikuwaje wakati wa nyuma? Naam, asante mwandishi. Kwa kweli mimi nikiwa kule masomoni, kwa bahati nzuri tulikuwa na mapenzi mazuri sana na ndugu zangu huku. Kwa hiyo namna mimi kuwapata ilikuwa mpaka waje kwenye ile milima inaonekana kule. Wanapanda juu ya mlima? Wanapanda juu ya mlima kuja kutafuta simu tuwasiliane. Wakianguka? Ndio hivyo. Sasa wengine wameanguka, lakini
Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesikia kilio hicho, na hata leo simu za hapa nyumbani naweza nikapata muda wote nikijisikia. Kwa hiyo hata hapa tunaweza kufanya mawasiliano tukafanikiwa kabisa. Hapo unaingia live YouTube, unaingia WhatsApp. Kuna mtu amenitafuta mara 3 kabisa, inaonekana mtandao huko kabisa. Kwa kweli kwa haya yote nikaona hapana, ili namba za Kiteto zisipungue, lazima wana Kiteto turudi nyumbani ili kura zetu zipeleke Oktoba kama zilivyo kwa Mama Samia. Ndio tumeona umezungumza kwa muktadha wa mawasiliano, lakini pia umezungumzia swala lingine hapa la elimu. Ndio kabisa. Kabisa. Kafanya nini hapa? Kuhusu swala la elimu, tumeona kwenye kata yetu sasa hivi tuna shule ya sekondari iko pale Njia Panda. Ni fedha zile alizoleta Mama Samia ambazo amepeleka wilaya zote. Hakupendelea wilaya yote. Kwa hiyo sisi tunajivunia leo hii Wananame leo tuna sekondari. Niko nenda kusoma kwenye kata za watu. Lakini leo tunaweka watoto wakimaliza shule yetu yakinia hapa, tunajua hawatoki, hawaendi mbali. Kwa hiyo tunapunguzia wazazi gharama kwa sababu wanaenda kusoma sehemu za karibu, hata kwenda kuwatembelea watoto inakuwa ni rahisi kwa sababu watoto hawaendi mbali mrefu kufuata elimu. Kwa hiyo kwa kweli kwa hilo kama Wanangeju, Wanakinua, Wananame na Wanakiteto kwa ujumla tunamshukuru sana, na ndio maana tunafanya haya mambo ili tumheshimishe. Na kwa kata yetu hii na kwa wilaya ya Kiteto tunaamini kura hata moja haipotei kwa Mama Samia. Haitapotea. Ndio. Mbali na swala la elimu, bila shaka pia kuna vitu vingine ambavyo kama serikali wamefanya. Tunajua kazi ya serikali ni kusogeza huduma za jamii karibu na wananchi. Umezungumzia habari ya mnara kwa maana mawasiliano, lakini pia umezungumzia swala la elimu. Kitu kingine ni kipi ambacho serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya hapa Ngeju? Zaidi pia ni pamoja na tunaletea sasa tuna watendaji kwenye level ya kwa maana ya utawala kwa ajili ya zamani tulikuwa tunapata huduma kutoka kwa mwenyekiti tu, lakini sasa hivi tumeongezewa administration imekuwa kubwa. Wameshusha watendaji wanakuja, kwa hiyo ufanisi ya kuwahudumia wana Kiteto na vijiji wetu hapa inakuwa ni kubwa kuliko na zamani, kwa sababu amekubali kuajiri au watumishi kwa uwiano mkubwa sana. Anashusha mpaka level ya kijiji mpaka kitongoji. Tuna mtendaji yuko hapa sasa hivi, na kwa kweli hiyo tunajua ni kazi ya Samia, anataka wananchi wahudumiwe kwa hadhi za juu kabisa. Na unaiona hii Ngeju kwa miaka kadhaa ijayo ya kiwango gani? Kwa sababu hapa tulisema kwamba hapakuwa na mawasiliano mazuri sana, hapakuwa na mambo ya elimu, lakini pia hapakuwa na swala hili la utawala kwa maana ya viongozi. Lakini hii Ngeju unaiona kuwa ni ya namna gani kwa baada ya miaka kadhaa ijayo? Asante ndugu mwandishi, kwa kweli Ngeju mimi binafsi naiona ikiwa mbali. Sisi ambao tulianzia hapa, vyombo vya usafiri na matrekta kama haya hayakuwepo. Population, idadi ya watu inazidi kuongezeka, nyumba nzuri kama hizi zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo ni namna gani kijiji chetu kinazidi kuwa kivutio kwa watu wa kata za jirani, wilaya za jirani kuja kuwekeza huku kwetu, kwa sababu pia tuna rutuba nzuri. Mimi naamini kijiji hichi kitafika mbele zaidi. Muhimu tu kuna vitu vidogo vya kuboreshea kama huduma ya afya isogee kidogo, kwa sababu kwenye kijiji chetu tuna changamoto ya afya. Kwa hiyo naamini zahanati zikisogea karibu hapa, shule pia itafute namna